Uwali gani mpenzi mtazamaji wa Nego Media, karibu tena kwenye kipindi chetu bomba kabisa. Na leo bana imekuwa ni siku njema sana, ila tumeona sio vema tuje tuchukue moja mbili tatu. Bwana Mbondo Tuze World, mambo vipi? Safi, kwema. Kwema. Bwana tumeona umeleta bidhaa zako mjini. Tunataka tujue idea ya Mbondo Tuze World ilianza vipi na ilikuwaje mpaka ukaamua kufanya biashara hii. Okay, idea za Mbondo Tuze World zilianza kama miaka 2 iliyoisha hapa. Mbondo Tuze World ni kitu ambacho mimi niliona nifanye aina ya biashara pia ambayo inaweza ikaja ikaleta soko, ikaleta ushindani mjini. Okay, ilianza miaka 2 iliyopita. Nimekuwa nikiwaza nifanye biashara gani, nifanye nini, mwisho wa siku nikaleta idea ya Mbondo Tuze World. Mbondo Tuze World ni chapa. Ni chapa ambayo itazalisha vitu vingi sana. Sio tu perfume tu, kwa sababu ndo siku ile tulienda kutambulisha, lakini ina matarajio ya kufanya vitu vikubwa zaidi na zaidi. Lakini nao tumeanza kwenye perfume. Kitu cha kwanza ambacho kilisababisha mimi nianzishe Mbondo Tuze World ni kwa sababu swala la kuweka Bembe Tuze World niliona kama nitaonekana sijafikiria kitu chochote. Lazima nianzishe kitu cha tofauti, kitu ambacho kitaonekana ni cha kwangu mimi mwenyewe, mimi ndo nimecreate, sio kitu ambacho nimewaza kwa mawazo ya watu wengine. Ndio maana nilianzisha Mbondo Tuze World. Yes. Asante. Tumeona kuna chapa umezitengeneza kama Mbondo Tuze World, na mazingira yetu vitu hiyo ni vigeni sana. Hivi tunataka tuelewe gharama za bidhaa za Mbondo Tuze World mpaka kwa zimekufikia. Na tumeona pale kuna manufacturing Lulimba. Ndio. Na atupo Lulimba, na bidhaa kutoka Lulimba mpaka kufika hapa ni gharama kubwa. Hivi unamuduje hizo gharama za kutoa bidhaa Lulimba mpaka kufika hapa? Okay, basa ndugu mwandishi, mimi nashukuru kwa hilo swali. Lakini ningeomba nikukosoe kidogo. Manufacturer ni wamiliki. Wamiliki wanaitwa Lulimba DRC Congo. Bali matengenezo yameandikwa made in Dubai. Na maana vimetengenezwa Dubai. Kuzimudu ni swala la kujipanga. Kwa sababu ukijipanga hakuna linaloshindikana. Afu lolote lile unatakiwa utake risk. Yani usiangalie ni nini unachokifanya kwa muda huu kwamba utapata kiasi gani, lakini unatakiwa uangalie huko mbeleni utapata nini kwa hiki unachokifanya. Na ndio maana tumeweza kuzimudu gharama hizi. Sawa, tumeona bidhaa zako umezigawanisha kwenye zile tamaduni za Kibembe, tuseme mgawanyiko wa makabila ya Kibembe. Hivi uone kama biashara yako umefanya kuwa ya nyumbani zaidi kuliko kufanya kuwa ya kimataifa zaidi? Kwa sababu kuna makabila mengine ambayo labda akishaona hivi labda atasi huyu amewakilisha kabila lake sana, anaona kwa sababu amefanya hivi mimi hawezi kunivutia. Kwa nini uliamua kuigawanya kwenye zile yale makundi ya kabila ya Wabembe? Okay, shukrani sana. Swala la kuweka kwenye majina ya kitamaduni za Kibembe, majina ya Kibembe, sio kwamba kuashiria biashara ni ya loko. Hapana, kwa sababu chapa ni Mbondo Tuze World. Mtu akisema mfano perfume hii hapa inaitwa Babungwe. Babungwe ndo jina la Kibembe. Lakini ile chapa, yani bidhaa zetu zote inaweza ikachapishwa, mfano tukisema kwamba bidhaa hii inaitwa Uvira. Kwa sababu mpaka sasa kuna perfume inaitwa Uvira ipo. Na hiyo perfume imetengenezwa na chapa ya Mbondo Tuze World. Lakini Uvira sio panaishi Wabembe, lakini sio ardhi ya Ubembeni. Unaona? Kwa hiyo kuitwa Mbondo Tuze World sio ishara kwamba biashara yote itakuwa imejibezi kwamba itakuwa na majina ya kiasili, lakini tumeweka majina ya kiasili kwa sababu ya kuweka ni urisi. Na kujitambulisha. Tumekuwa kama balozi wa kuweka watu watambue nyumbani kwetu ni wapi na kuna watu wa aina gani. Ndio maana kuna Fizi, kuna Baraka, kuna Mboko, kuna Lulimba, kuna Misisi, kuna vitu kama hivyo. Na kuna majina pia unakuta Wabembe, Bashashilo, kuna Balala, kuna Babongwe, kuna Bashinyaka. Yani hayo yote majina tumeyaweka ni kwa sababu ya utambulisho. Yani mtu akisema Mbondo Tuze World anajua kabisa kwamba kwa Wabembe kuna kuaga jambo fulani na jambo fulani, lakini hailazimishi mtu ni must mpaka kwa sababu yeye
sio mbembe hawezi kutumia zile perfume, lakini kitakachomvutia mtu atumie zile perfume ni ubora wa zile perfume. Anafikia ninavyonukia hizi perfume zinanukia vizuri, kwa sababu hili ni swala la harufu. Mtu yeyote anaweza akanunua, kwa sababu wapo mpaka sasa watu wanaozitumia perfume hizi ambao sio wabembe wala sio watu wa taifa la Kongo. Kitu kama hicho. Sawa, tunataka tuelewe, baada ya kuwa umeweka biashara yako mjini na kuitangaza, Ndio, faida gani umezipata mpaka sasa hivi, au biashara yako inaenda vipi? Okay, sawa. Shukrani sana. Okay, swala la faida mpaka sasa naweza nikasema nimezipata. Na ninaweza nikasema mpaka sasa tumeyafikia yale malengo ambayo tuliyaweka sisi. Kitu cha kwanza, faida tuliyoipata sisi baada ya kuziweka mjini, tumeweza kutambulika. Kwa sababu sasa hivi simu zinaita anywhere, dunia nzima simu zinaita. Ukipitia kwenye akaunti za watu kama Diki, nenda akaunti za watu wengi ambao wameposti, utakutana na watu namna wanavyohitaji bidhaa. Unaambiwa kwamba na sisi tunaitaka hiyo. Unakuta mtu huyo anayeomba bidhaa yuko Bukavu. Kuna watu hapo Norway, kuna watu unakuta wanakuja wanamuuliza, wewe unaishi? Mimi nipo Germany. Unasikia huyu anaulizwa anaishi wapi? Mimi niko Bujumbura, mimi nipo Kenya. Hiyo ni faida ya kwanza. Kutambulika kwanza ni faida ya kwanza. Okay, manunuzi pia Mungu anasaidia, yanaenda. Na ninazidi kuomba waje wasikie harufu ya nyumbani, ladha ya nyumbani. Waje wasikie, ndo wataamini kama sisi tulichokifanya sio kitu cha kubahatisha, bali tulifanya kweli. Tuende kwenye swala la kutangaza biashara. Tuliona mialiko ilikuwa kwa wasanii. Mpaka unakamilisha ule mchakato wa wasanii, changamoto gani zilikupitia mpaka kuwa umewaweka wote, kwa sababu wale ni watu ambao wana ushindani. Hivi uliwezaje kuwakusanya wote kwa kuweka pamoja siku hiyo? Usanii ni biashara. Na swala la hela, msanii yote anayejitambua hawezi kukosa kuisogelea maiki ambayo anajua nitapata chochote kitu. Kwa hiyo hata kama wana bifu pale, hawakuja kwenye bifu, walikuja kwa ajili ya biashara. Kila mmoja alikuja pale akijua kwamba yeye anakuja kutangaza biashara. Kwa hiyo ugumu ulikuwa kwenye kuyafikia makubaliano, lakini kufika pale haikuwa na shida yoyote, kwa sababu wao walikuja kibiashara. Na ndio maana hata kama huyu asingeongea na huyu isingekuwa shida, kwa sababu mimi ndo walikuwa wamenifuata na walikuwa wamefuata kufanya biashara. Ilikuwa ni wamalize biashara, kila mmoja aondoke. Kwa hiyo hakukuwa na ugumu wowote. Kwanza wale watu ni watu peace. Kuna muda tu mnawasingizia nyinyi waandishi wa habari. Tunaona mitandaoni mambo yanavyoenda, ndio maana tunasema hivi. Mnawasingizia kwa sababu wale hawana shida. Hawana shida kabisa. Hawana shida. Mimi nimewaendea baadhi, kwa sababu ni siwe mnafiki, msanii wa kwanza kumfikia alikuwa ni Nyago, lakini Nyago akasema hapana, ili jambo lazima umshirikishe Diki. Lazima mtafute Iluxi, lazima mtafute Gatuso, lazima tafuta watu waje ambao kidogo, unajua tukiongeza sauti kubwa yenye nguvu itaenda mbali zaidi na zaidi, kwa sababu hawa ndo wanasikika kwa sasa. Kwa hiyo haikuwa na shida yoyote. Kwako wewe, kipindi unaenda kuona wale wasanii, ulitegemea utakutana na kauli kama hizo? Kiukweli mimi nilikuwa sitegemei kama naweza nikakutana na kauli kama hizo, kwa sababu kwenye mitandao ya kijamii kilichokuwa kinaonekana na hadithi za watu, mimi nilichokutana nacho ilikuwa ni tofauti sana. Lakini nilipofika kumbe nikakuta watu wapo vizuri, hamna shida yoyote yani. Sawa, hivi mtu akitaka kuipata Mbembe to the world, yani Mbondo to the world, bidhaa yako anaifikia kwenye mazingira gani, au ni inapatikana kabisa kwa location ipi? Okay, location zipo nyingi, kwa sababu kitu cha kwanza ambacho tumeandaa mazingira ya kupata mzigo, unaweza ukamwendea balozi, ukampigia simu balozi, bwana anafanyaje, atakupa maelekezo, kwa sababu zipo anywhere kwa hapa nyumbani tayari zipo kila sehemu. Lakini pia kwa sababu watu wa Kongo wamekuwa wakilalamika zaidi na zaidi, bado wanapiga kelele, wanahitaji mzigo, wanataka mzigo uwafikie. Alafu pia hata watu wa Mamtoni nao wanahitaji mzigo. Kwa sasa tunafanya taratibu za kuwafikia nao pia, ili kuongezea ukaribu, kupunguza gharama zao, sisi tuwasogezee ili waweze kupata mzigo. Kwa hiyo mtu akiwa Mamtoni anaenda tu sehemu anakuta mzigo. Yes. Hawezi tena kuangalia kwamba bwana vipi huko. No. Sawa. Hongera sana Mbondo to the world. Asante sana ndugu yangu. Sawa, tuna swali kidogo la uzushi. Tumefika nyumbani tumekuta kuna upweke. Vipi shemeji huko? Mimi sina mke.
Sasa vipi bia unawezaje hayo maisha sasa hivi bila mke ndugu yangu? Mimi nimezaliwa na mamangu kanizaa kanilea alafu akaniacha nikaishi mwenyewe. Inawezekanaje ukaniuliza nawezaje kuishi maisha haya bila mke? Naweza kwa sababu mimi nimeishi miaka yote nikiwa mwenyewe. Kwa hiyo masuala ya mke hawezi Unajua kuna kauli zinasema kwamba ili mwanaume afanikiwe nyuma kuna mwanamke mwenye sasa hili na pia wanawake ni watu ambao wana marafiki wengi na wana ushawishi mkubwa sana. Ndio maana tumetaka tujue, kwa sababu wanawake ni watu ambao wanasogeza vitu sana kwa marafiki zao. Kitu cha kwanza, mwanamke hawezi akamfanya mwanaume afanikiwe. Mwanamke hawezi akamfanya mwanaume akafanikiwe, na mwanamke pia anaweza akamfanya mwanaume afanikiwe. Yani ipo positive na ipo negative. Hilo swala. Sasa mimi niwaambie kitu kimoja, watu waelewe. Kinachomfanya mtu afanikiwe ni maamuzi yake yeye mwenyewe. Lakini masuala sijui wa kike ndo anasababisha wa kiume anafanikiwa, au wa kiume ndo anasababisha wa kike afanikiwe. Hapana. Huo ni uongo. Kinachofanya mtu afanikiwe ni maamuzi yake yeye mwenyewe. Akiwa tayari kufanya maamuzi ya aina yoyote ambayo yanaweza akafikisha malengo yake kufika kwenye tamati, basi atafanikiwa. Okay. Kwa hiyo tuseme hapa kwa Mbondo Tuze World ndoa bado sana. Bado tutakula sana migawani hapa. Niseme sina majibu. Kwa hivyo sina majibu. Sawa bwana Mbondo Tuze World. Sasa hivi kitu gani kabisa kwako ambacho ukikaa unafikiria kwamba kitu yako kuumiza kwenye maisha yako? Kusema ukweli, yapo mengi yanaumiza kwenye maisha. Lakini kuna yale yanaumiza zaidi. Yanaumiza zaidi. Niseme kwamba katika saikolojia yangu mimi ninaumia kiasi. Lakini siumii zaidi tu. Lakini kitu ambacho kinaweza kikaa kinaniumizaga zaidi ni kukosa pesa. Yes. Sasa tumalize na upatikanaji wa bidhaa zetu ya Mbondo Tuze World. Kwa bei, kwa gharama zinachukua bei gani Mbondo Tuze World? For now tunafanya ni bei ya ofa, lakini miaka inayokuja lazima kutakuwa na mabadiliko. Nafikiri mpaka mwakani tukishaliteka soko tutaenda kuchange kila kitu. Kwa sababu kwa sasa bado tunawatafuta wateja, ndio maana bei zetu zipo cheap. Lakini kipindi kinachokuja tutakuwa na bei tofauti, kwa sababu matarajio yetu yako hivi. Kila meals 10 itakuwa ikilipwa kwa shilingi 10,000. Sasa na meals 50, chupa kama hili hapa, boxi kama hili itakuwa likiuzwa kwa shilingi 50,000. Lakini kwa sasa bado tunalifanya kwa shilingi 35,000. Kuna 25 ambayo ni meals 30. Kuna meals 10 ambazo ni shilingi 10,000, kuna meals 5 ambazo ni shilingi 5,000. Lakini kipindi kinachokuja meals 50 itakuwa ni shilingi 50,000. Meals 30 itakuwa ni shilingi 30,000. Meals 10 itabaki kwenye ile 10,000. Kwa hiyo bado tunawavutia wateja ili wasikie, yani tunasambaza harufu. Ndio naweza nikasema ndio kauli mbiu ambayo tulionayo kwa sasa, tunasambaza harufu. Kipindi kikifika tutabadilisha kila kitu, kwa sababu watu watakuwa washaelewa, washajua kwamba Mbondo Tuze World hawabahatishi bali wanafanya kweli, na mimi siwezi kutumia perfume tofauti ya Mbondo Tuze World. Natakiwa niwe nanunua Mbondo Tuze World, hata kuja kuinunua kwa bei hiyo. Lakini kwa sababu leo ni mwanzoni, ndio maana tumeweka bei hizo. Neno moja kwa wadau na wanaokufuatilia, wapenzi wa bidhaa ya Mbondo Tuze World. Kitu cha kwanza nitawaambia nawapenda sana. Nawapenda sana ndugu zangu, hasa Wabongwe na Washimuma. Tunawapenda sana. Hao ndo watani wako? No. Sio watani wangu. Mimi naweza nikasema nina bahati sana na watu hao. Watu kama Wabongwe, Washimuma, hawa watu nina bahati nao, kozi ni moja kati yao ndo kumetoka watu ambao wamenisaidia sana kimaisha. Na ndio maana siwezi kuwaacha nyuma. Cha pili, watu
wamenisupport sana kwenye biashara zangu na hadi sasa wanaendelea kunisupport. Kwa hiyo lazima tuwaheshimu na niwaheshimu na niwapende. Cha pili, mimi ninachoomba watu wanaonitazama, naomba wanisapoti. Bana, asante sana mtazamaji wa Neago Media TV. Tulikuwa naye mkurugenzi au tuseme CEO wa Mbondo to the World. Tumepiga naye story na umemsikia alichokiongea kuhusu na bidhaa zake za Mbondo to the World. Kwa hiyo endelea kumsupport ndugu yetu, kijana mwenzetu ambaye ameamua kusogeza biashara ya perfume mjini hapa. Kwa hiyo balozi wapo washatangaza biashara. Ukimwona Nyago, ukimwona Diki, utapata biashara yake. Kwa wakati mwingine, Ivese Fungamari, nyuma kamera yupo Sky Pro.